بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرفين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي أرضنا بأبي القاسم محمد الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآله. Tuko katika kueleza an-najasatul madiyya, najisi ambazo ni matilio, najisi ambazo zinaweza kuonekana, zikashika, zikahisika. Tulisema najisi hizi ziko 10 na tulitaja, na mpaka sasa tumefafanua na kuelezea kwa undani zaidi takribani najisi 4. Kwanza ilikuwa ni haja ndogo na haja kubwa, kwanza na ya pili, na ya tatu na ya nne ilikuwa ni mbegu za uzazi almaniyu na mita ambaye ni mzoga. Tulifafanua vilivyo kwamba mzoga upi ni najisi na mbegu za uzazi ni zipi ambazo ni najisi. Tumetumia taabiri kama mbegu za uzazi, lakini tukasema kuna majimaji ambayo si mbegu za uzazi, lakini hukumu yake ikawa haina tofauti na mbegu za uzazi ambayo ni manii. Tukasema ni yale majimaji yanayotoka kwa mwanamke pindi anapofika kileleni, yale sio manii, lakini hukumu yake ni kama hukumu ya manii, kiasi ambacho najisi yanapompata mtu ahakikishe anajitaharisha ili aweze kutekeleza ibada, japo sio manii, lakini ni najisi. Sasa katika upande wa almita, mzoga, tuligusia swala zima la viungo vilivyokatwa vya hawa binadamu au wanyama ambao tuliwahukumu kwamba nini najisi, waisha kufa. Kuna swali lililoulizwa na ndio tutaanzia nalo swali hilo kwenye kulijibu, kisha baada ya hapo tutaendelea mbele. Swali la kwanza, mwanadamu anapofariki inaruhusiwa kuchukua viungo vyake ili tumpe mwingine au tuvihifadhi tu kiasi ambacho baadaye vinaweza vikatumika kwa ajili ya maslahi fulani? Sheria inasemaje katika hilo? Mfano mtu kafa, ana mafigo mawili yote yalikuwa mazima, kafa tuna ugonjwa mwingine, sisi ambao ni wahitaji wa figo hizo tunaweza tukachukua? Kuna mtu ana kansa, sasa imeonekana kwamba tukate sehemu ya nyama yake ili tuweke nyama nyingine. Je, inaruhusiwa kisheria tukachukua sehemu ya nyama ya mtu aliyefariki ili tuweze kumpa huyu mtu? Sheria inasemaje? Hata kama ni kwa malipo kutoka kwa waliofiwa, inaruhusiwa ama hairuhusiwi? Sheria imewagawa wanadamu waliofariki katika makundi mawili. Kuna wakati marehemu ni Muislamu, hukumu yake ni tofauti pindi ambapo itapokuwa kwamba aliyefariki si Muislamu. Sasa sheria inasema kwamba kama aliyefariki ni Muislamu, sheria inasema hairuhusiwi kuchukua sehemu ya viungo vya Muislamu eti tukapandikize kwa Muislamu mwingine, isipokuwa kama
itakuwa ni kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtu aliyekuwa hai. Kuna wakati tunahitaji viungo ili tuokoe maisha ya mtu. Sasa maisha ya mtu aliyekuwa hai yanategemea tupate kiungo katika viungo vya maiti. Sasa hapo sheria inasema kama maisha yanategemea kiungo cha maiti ambaye ni Muislamu, basi hapo tutaruhusiwa kuchukua kiungo cha maiti huyu Muislamu tuweze kumpandikizia mwanadamu mwingine kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Lakini tofauti na kuokoa maisha, iwe ni kwa sababu mfano labda macho, labda awe na macho mawili, na sio maisha tu, labda jicho moja limeharibika awe na mawili, au macho yake yote yameharibika sasa tuchukue yote. Hapana, masuala ya macho sio uhai. Mwili, sehemu tunataka tukate nyama tuchukue kwa maiti huyu, lakini mwili ni maisha. Inawezekana kabaki hivyo hivyo hajakuwa hana nyama na kabaki anaishi katika hali ambayo si kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtu. Hairuhusiwi kukata viungo vya maiti ya Kiislamu. Hairuhusiwi kukata viungo vya maiti ya Kiislamu. Sheria imekataza kabisa, hata kama ni kwa malipo. Sasa ikitokea inaruhusiwa tukate viungo tuokoe maisha, sheria inaruhusu, naam, inaruhusu. Lakini pamoja kuwa sheria inaruhusu, basi ateshughulika na ukataji wa kiungo hicho lazima alipe dia. Sasa katika upande wa dia ni hukumu zingine tuweza kujirejea kwa undani zaidi, kwa sababu kila kiungo kina dia yake. Sasa labda kungekuwa na kesi maalum, mfano ametoa kiungo hicho, hukumu yake ingekuwaje? Kwa sababu mfano macho yana dia, toa macho ya mtu kuna dia kila aina, kwa kuna fidia maalum lazima itolewe. Kuna dia ya mkono na viungo vingine. Lakini mkataji mubashir, yule ambaye atafanya kazi ya kukata kiungo, pamoja kuwa ameruhusiwa na sheria, tunatakiwa tuokoe maisha ya mtu kutoka kwa maiti huyu, ni lazima alipe dia. Sheria imemruhusu, lakini kulipa fidia inakuwa ni wajibu. Sasa sheria hairuhusu kukata, tukakata hivyo hivyo kasi, tukamua tukate ili tumpandikizie huyu. Sasa tumekata, sheria hairuhusu, labda leo ndo tumejua na tumeshakata. Sheria inasema kama tumeshakata, marehemu amezikwa, sasa hivi tuna viungo vya marehemu tunavyo, basi msimpandikizie mtu. Ilikuwa hamjui hukumu, sasa hivi imejua, kwa hiyo msimpandikizie mtu. Hukumu vile viungo vilivyokata vikazikwe, vikafukiwe, na haitoruhusiwa kumpandikizia mtu. Haya, sisi sasa hivi hapana, tayari tumeshampandikizia nani? Mtu. Sheria inasema huenda tumempandikizia, lakini sasa hivi kiasi ambacho bado haijahesabika sehemu ya mwili ya nani? Wa huyu. Kwa ndio tumemaliza kumshona tu pale, bado kiungo cha sikamba tukakitoa na haina shida yoyote, basi itabidi kitolewe kiungo kile na kikazikwe. Lakini tayari ameshapandikiziwa mtu, wa udda min jismi, na ikahesabika ni sehemu ya mwili wake, kipindi hicho haitoruhusiwa kukitoa kiungo kile, bali ataachiwa yule mtu kiungo chake. Na tunakuja sasa, swali liuliza, shaka umesema viungo vilivyokatwa nini? Najisi. Ni ipi hukumu ya viungo vilivyokatwa kisha akapandikiziwa mtu? Kwa sababu tayari kiungo kimekatwa hiki, amepandikiziwa mtu, na sengine inaonyesha kabisa kiungo kilichopandikizwa ni hichi. Kwa vya ndani haina shida, kwa sababu kitu chote ambacho kishaingia ndani kama ni najisi, inawezekana ukafanya ibada, hakuna shida yoyote. Lakini hivi viungo ambao ni dhahiri vya nje, mfano imekatwa nyama ya maiti akapandikizwa mtu, au mkono au jicho, viungo ambavyo ni vya nje, vipi hukumu ya viungo hivi? Kwa sababu maiti ni najisi, na viungo vilivyokatwa kwa mwanadamu hata kama alikuwa ni hai, viungo vyake vinakuwa nini? Ni najisi. Vipi kiungo kikishapandikizwa, hukumu yake iko vipi? Sheria inasema baada ya kupandikiza kiungo na tayari kikawa ni sehemu ya mwili wa nani? Wa huyu mtu,
inabadilika hukumu kutoka kwenye hukumu ya unajisi na kwenda kwenye hukumu ya tahara. Kwa hiyo inakuwa hukumu ya kiungo kile ni kama hukumu ya viungo vingine vya huyu mtu aliyepandikiziwa. Kwa hiyo inakuwa ni tahara. Kwa hiyo inakuwa ni tahir, inawezekana akaendelea na ibada nyingine. Kwa hiyo baada ya kupandikiza haitoruhusiwa kutoa kiungo kile, haitoruhusiwa, bali ataendelea kutekeleza ibada na kila kitu, japo watakuwa wamekhalifu sheria. Tumeongelea kunako maiti wa Kiislamu. Vipi kwa maiti asiyekuwa wa Kiislamu? Sheria inasema kwa maiti asiyekuwa wa Kiislamu hakuna shida yoyote katika sala kama hilo. Kutoka kwa hai kwenda kwa ambaye alikuwa hai, vipi hukumu yake? Ndio ulizo swali kama hili tena. Je, inaruhusiwa kama mimi nikajitolea viungo vyangu kwa ajili ya mtu mwingine? Mimi niko hai. Sasa hai haijalishi sawa sawa au Muislamu au Mkristo, naongelea tu hai kama mwanadamu. Mwanadamu ambaye yuko hai anaweza akatoa viungo vyake imma kwa kupewa badala pesa au kitu kingine, au tabarrua, au akatoa kwa kunini? Kwa kujitolea. Je, sheria inasemaje kuuza viungo vyako? Inasemaje sheria? Sheria inasema kwamba inaruhusiwa mtu akatoa sehemu ya viungo vyake na kwa ajili ya kutoa msaada kwa mwenzake, idha lam yusabbibu dhalika dararan balighan binisba, kama kufanya hivyo haitopelekea madhara makubwa. Kwa sababu kuna madhara, kukata kiungo madhara yake, lakini sio makubwa. Kumtoa mtu jicho moja na kumpa mwingine, madhara yake ni madhara, lakini sio makubwa. Lakini kama kuhamisha kiungo kumpa huyu itapelekea huyu mwingine atabaki katika madhara ambayo ni baligha makubwa, sheria inasema katika hali ya kubaki mmoja na madhara makubwa hairuhusiwi kuhamisha kiungo na kumpa mwingine, hairuhusiwi kabisa. Hata kama mimi naridhia, jamani, haina shida, mimi toeni tu, hata kama nikifa haina shida, sheria hairuhusu. Lakini inapotokea hakuna madhara balighan, madhara yapo lakini sio makubwa, hapo inaruhusiwa mtu akajitolea au akatoa kwa mukabili ya kupewa kitu chochote. Sheria inamruhusu akapokea. Mfano, nikaamua niuze jicho langu moja kwa ajili ya kumpa mwingine, sheria inaruhusu, wala hakuna shida yote. Maadamu mimi nimeridhia, naweza ikatolewa jicho nikampa mimi, kwa sababu maadamu likitolewa moja lingine lina nini? Linabaki. Figo imethibitika kwamba figo moja inaweza kufanya nini? Na uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo na uwezo wa kuitoa bure kumsaidia mtu, au nikaitoa kwa kupewa chochote kwa ajili ya kumsaidia mtu, kwa sababu nikitoa figo inawezekana moja ikafanya kazi, kwa hiyo nikaendelea kuishi. Sasa moyo, yaliye imethibitika kwamba inawezekana mtu akatoa moyo akampa mwenzake akabaki hai akasurvive katika maisha. Mimi niko hai. Je, imethibitika kisayansi kwamba moyo ukitolewa mtu anaweza akaishi akabaki hai? Hapana. Kwa hiyo baada ya kutoa moyo, madhara yanayobakia ni madhara makubwa, yanapelekea mtu wa nini? Apoteze uhai wake, afe. Kwa katika hali kama hii hairuhusiwi mtu akajitolea bure au kwa kupewa pesa eti atoe moyo wake ampe mwingine aweze kusurvive katika maisha, hairuhusiwi. Lakini shaka kuna masuala ya mapenzi, kupendana, mtu anasema niko tayari kufa kwa nini? Kwa ajili yako. Kuna wakati natolewa hiyo. Sasa hata kama umejitolea, mimi niko tayari nife, lakini huyu abaki na nini? Anaishi. Kwa hiyo nitoeni moyo wangu mpeni huyu. Hata kama vyovyote viwe, hairuhusiwi ukajitoa muhanga maisha yako eti kwa ajili ya kumwokoa, kwa ajili ya kumwokoa mtu mwingine. Sheria hairuhusu swala kama hilo. Kwa maadama kuna madhara baligha, madhara makubwa, sheria hairuhusu ukajitolea bure au kauza kiungo chako ambacho kitapelekea kuwa. Haya, sasa umekitoa, umepelekea sasa, hata kama nikufa umekufa, umepewa mtu. Sasa kishapewa mtu na kikahesabika ni sehemu yake, baadaye hatukitoi, atabaki anasamaki nacho, wala hakuna shida,
kuna shida yoyote. Kwa hiyo sheria imeruhusu hali kama hiyo. Swali liliulizwa sasa, shekhe, kuna wakati vitu soko gani lile? Kuna mtu aliuliza, anasema soko si dark market, soko la giza, si ndio? Ambapo kila kitu kinapatikana kule. Sasa swali na jibu limekuja katika mfumo kama hivi, kwa sababu swali lilikuwa ni kitu sio cha halali, kapandikiziwa mtu. Inakuwaje ikitokea mfano figo ya mtu, ima walimkamata tu au kauza, kadhulumiwa nini pesa zake, mwahidi kwamba utapewa pesa, lakini baadaye kadhulumiwa. Sasa hivi anadai haki, anadai pesa au figo lake. Mimi ambaye nilinunua nilikuwa sijui kwamba figo hili limekuja kimagendo. Nilijua kwamba figo hili ni sahihi na huyu aliniletea kanunua. Kumbe wamemkamata mtu, wakamfanyia operation, wakatoa figo, wakaniletea mimi, nikanunua kabisa, nikajua ni la halali. Kisha nikampa mtoto wangu au mimi mwenyewe, nikaokoa maisha yangu. Lakini kumbe kuna uharamu umefanyika, ima ghasban, kwa kumkamata mtu kwa nguvu, kumfanyia operation na kuchukua figo, au kuna mtu kadhulumiwa pesa zake. Sasa imekuja kubainika baada ya mtu kuacha nini, aisha pandikizwa figo ile. Sasa hivi figo inafanya kazi, inakuja kubainika kwamba figo lile ni figo la wizi, ni figo ambalo si la halali. Sheria inasema, sheria inasema kama inawezekana tukarudisha figo kwa muhusika na kukawa hakuna madhara yoyote, basi tutarudisha. Itabidi tena kufanyika operation tena kwa huyu mtu aliyepandikizwa kitu hichi ambacho sio nini, sio cha halali, tuweze kumrudishia yule, haina shida yoyote. Lakini kama tayari ishahesabika ni sehemu ya mwili wake na swala la kutoa haiwezekani, kwa sababu tutahatarisha hata maisha ya nani, ya huyu. Sheria inasema sasa huyu mwenye hili figo inabidi akatafute ridha kwa nani, kwa mwenye nalo. Kwa sasa mnaanza kubargain na nani, na mwenye figo moja kwa moja. Achana na yule alikuuzia tapeli, unaachana na tapeli, unaenda kwa muhusika moja kwa moja. Sema tayari bwana, ishatokea hali kama hii, inakuwaje, tunafanyeje? Nataka ridha yako ili niendelee kutumia nini figo ambayo nilioipata. Akiridhia ikawa ni ridha laika, maana yake ni ridha ya kutangulia, maana unaanza kitendo kisha ridha nani nafasi. Kama akiridhia kwamba hakuna shida, kumbe ni wewe bana, ili ni mtu mwingine ndio kapewa figo, kumbe ni wewe bana, basi haina shida yoyote. Akiridhia mwenye nalo, basi kadhia nini imeisha. Sawa sawa, aridhie bure au aridhie kwa nini, kwa iwadhu, kwa badala. Sema bana, niridhie lakini nitakupa chochote, japo yule ishatapeli, na ikakubalika swala hilo, ukatoa chochote, basi figo hili itakuwa haina shida yoyote. Sasa figo huyu analihitajia, japo ni la wizi, tukimnyang'anya tu naye anakufa. Huyu ana figo moja, anaishi vizuri tu, na kutoa haiwezekani. Tumemwambia kwamba bana, tunataka bana tufanye muswala, tupatane, ima tukupe pesa au turidhie bila pesa. Kakataa, kata. Wewe na yule mlikubaliana nyinyi wote matapeli, kwa sikubali mimi. Kakataa moja kwa moja, hataki muswala, hataki kutoa ridha. Inafanyeje sasa? Hapo hamna haja tena, kwa sababu vitu vyote tunavyoviona katika ulimwengu vyote ni milku lillah, vyote ni milki ya nani? Ya Mungu. Sisi tunavyo toka katika sehemu ya kutumia, lakini almalikul haqiqi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe unaposema sitaki, sasa unataka huyu wafe, sasa mwisho kabisa ridhaa yako haitozingatiwa tena. Kwa huyu atabaki na figo hivi na wewe utabaki na katika hali ya kulalamika, kwa sababu njia zote za sulhu umezikataa. Kwa hiyo yule atakayekataa sulhu, hatuwezi kusema kwamba tutoe figo sasa kwa sababu hajaridhia, kwa tutoe figo huyu afe. Hamna hukumu hiyo, bali huyu ataendelea kuishi na figo lake hata kama huyu ataishi katika hali ya kutokuridhia. Jamaa, tumeelewana hapo? Tumeelewana? Kwa hiyo hizi hukumu kama unataka kuzipata, zinapatikana katika kitabu cha Minhaji Salihin katika al-ahkamul mustahdatha, manake hukumu za kileo. Niliwahi kuashiria nikawaambia katika fiqhi zenye nguvu sana, yani fiqhi ambazo zina uwezo wa kujibu maswali mengi hata ya kileo, ni fiqhi al-Bait Sheikh Naqshbandi. Kwa nini? Kwa sababu mlango wa ijtihadi kwa upande wetu haujafungwa bado.
itakuwa ni ngumu sana fiqhi kama hii au maswali kama haya ukayaelekeza katika upande wa pili, watu ambao imamu wao wa mwisho ni Ahmad bin Hanbal, ambao mpaka leo ukihesabu miaka toka alipofariki ni miaka mingi sana imepita. Kutoa hukumu katika hukumu kama hizi ambazo zinaulizwa sasa hivi itakuwa ni ngumu sana, lakini maulamaa wetu hukumu za hivi zote tayari wameshazitolea ufafanuzi na wanaendelea kutoa ufafanuzi zaidi katika hukumu kama hizi. Katika upande wa mjadala wa hili swala, dada yetu nadhani alikuwa amesomea masuala ya kidaktari, alisema kuna process maalum ambayo lazima ifanyike kwa kumjua mhusika, huwa inakuwa ni lazima. Lakini tukasema iftiradha, tujalie imetokea ghasbi na wizi, mfano tujalie inawezekana watu kafikia wanauziana mapigo kwenye nini, kwenye begi. Kwa hiyo hukumu hii yani ni hukumu ambayo sawa sawa sasa hivi inawezekana, au sawa sawa hata baadaye ikawa hainini, haiwezekani watu wanauziana mapigo kwenye nini, kwenye begi. Basi jawabu lake ni hili na hakuna shida yoyote. Dada yangu aliniuliza swali yule akasema, shekhe, sisi ambao tunasomea masuala ya udaktari haya, mfano ni manesi, kuna swala la kutanguliza maslahi kati ya mama na nani na mtoto kutokana na sheria ambazo zinahukumu katika nchi yetu. Nafanyeje mimi? Kuna tatuzi lolote? Kuna sheria imenipa njia? Niliwaeleza nikasema kwamba mwanadamu akishawekewa roho, hata kama ni mtoto, yani ana haki kama we mtu mzima. Haina haja eti kwamba huyu ni mtu mzima, huyu ni mtoto, basi mtoto afe, mtu mzima baki hai. Hamna swala kama hilo. Mtoto akishawekewa roho, ile miezi 4 imepita tayari, ameanza kucheza, ameshawekewa roho pale, hakuna tena kwamba kuna mama na mtoto ndani atangulize. Sheria imeweka hivyo, na ndio maana ili tumtoe mtoto aweze kuporomoshwa, yani maana yake ujauzito utolewe, sheria inaruhusu tu kama kuna madhara makubwa, inaruhusu tu kabla mtoto hajawekewa roho, yani chini ya miezi 4. Inawezekana kama kuna madhara, madaktari wamethibitisha kwamba kuna madhara makubwa, hapo inawezekana mtoto akatolewa, haina shida yoyote. Lakini baada ya kuwekewa roho ambayo ni miezi 4, hapo sheria hairuhusu tena, hata kama kuna madhara kwa nani, kwa mzazi, hamna ruhusa tena hiyo. Sasa swali likauliza, shekhe, kuna njia kwa sisi ambao tayari tuko katika sheria hizi, ima sijui za nchi, sijui za kimataifa, sijui, ambayo inapotokea sasa baina ya mama na mtoto, sasa kuna hatari ya mama, basi mtoto inabidi yani tolewe. Dada yangu, hakuna njia, yani hairuhusiwi kuua mtoto aliyewekewa roho eti uokoe maisha ya mwingine. Hairuhusiwi kisheria, moja kwa moja, hamna njia hiyo. Kwa hiyo cha kukusaidia tu baina ya mambo mawili, ima kujiepusha na kazi husika au kutoshiriki jambo hilo pindi linapotaka kufanyika. Washiriki wengine ambao wao wanaona hakuna shida. Jamani, tumeelewana hapo? Wanasomea fanizi, yani lazima uchukue ihtiyari, uchukue angalizo sana kwenye hili, sivyo yani utaondoka na roho za nani, za watu. Sasa achana na swala la dhambi, tusio dhambi, kuna dia mubashir. Tumeona kuna viungo kule, ule mkataji, yani wewe mfano sio maiti atolewe kiungo, si sheria imeruhusu, wewe ndio ukaenda kusimamia swala la kukata nyama, wewe ambao mubashir uliyefanya kazi ya kukata, wewe ndio unalipa dia. Mubashir ndio analipa dia. Sasa aliyefanya kitendo cha kuondoa ujauzito, yule mubashir, yule aliyefanya kitendo kile, yule ndio analipa dia. Sasa lakini shekhe, si haina shida, alipa dia. Mnajua dia tu nafsi ni kiasi gani? Dia tu nafsi, yani dia tu roho, yani ukamtoa mtu roho, unajua dia yake ni kiasi gani? Yani ukitajua kiwango chake cha pesa, yani kwa hali zetu ni ngumu sana kuweza kulipa. Nadhani muda mrefu tutawatajia, nadhani ng'ombe inawezekana ikawa kama 200. Ukiua mtu mmoja, dia yake kumlipa inawezekana kwenye ng'ombe 200. Kisha tutakuja kuirejea, kisha muda mrefu tawaambia dia binafsi ni kiasi gani. Subhanallah. Kwa hiyo tujalie ndo kazi yako na waua.
Sasa achana na hivyo kiudaktari. Sasa hivi nilitoa kama tambii. Sasa hivi watu wana flash. Tena wanatumia kuflash. Neno jepesi kabisa watoto. Sababu mimba changa zingine zinasumbua kaza asubuhi amekuwa kuwa. Wengine wanazitoa kabisa, mtoto anashakuwa mkubwa analia kabisa, wanazitoa. Tafia nje. Roho ngumu zimefikia hatua kama hiyo. Wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbi, hii ni mtihani. Kwa hiyo hili swali dada yangu, wa idhal mau'udatu su'ilat, kama utashiriki hii kazi, bana ujiandae majibu ya haya. Sheria haijatoa ruhusa yoyote ya kutoa roho za watu eti kwa sababu ya kuokoa wengine, amna swala hilo. Kwa hiyo nadhani itakuwa nimelijibu vizuri swali la dada yangu. Sasa leo tuingie katika najisi ya 5. Najisi ya 5 ni adamu, damu. Sasa damu ipi ni najisi? Damu ipi ni najisi? Sheria inasema damu ni najisi kwanza ya binadamu, na pili ya kila mnyama ambaye dhun nafsi saila, ambaye damu yake inachirizika. Damu ambayo ni najisi kwanza ni ya binadamu, pili ni damu ya mnyama ambayo kumchinja damu yake inachirizika. Ama damu ya wanyama ambao damu zao hazichiriziki, damu zile sio najisi. Tumetolea mfano samaki, kwa sababu hapa damu saila haiangalia analiwa ama haliwi. Kwa mnyama yote ambao damu inachirizika, hata kama analiwa, damu yake nini? Najisi. Ama wale ambao damu zao hazichiriziki, damu zao sio najisi. Kwa samaki, na wale samaki wakubwa sana unaona wanatoa nini? Wanatoa damu. Kwa damu ya samaki sio najisi, haina shida yoyote. Mpaka samaki damu ikatoka, haina shida yoyote. Katoa mfano nyoka, si ndio? Nyoka damu yake haichiriziki, kwa kamkata damu yake inatambaa tu. Kwa damu ya nyoka inakuwa haina shida yoyote. Mjusi jafanya lakini nadhani itakuwa ni aina hiyo hiyo. Kwa hiyo na yeye damu yake inakuwa hali ni hiyo. Kwa hiyo damu ya mwanadamu na damu ya kila mnyama ambaye damu yake inachirizika ndio najisi. Lakini mnyama ambaye damu haichiriziki, basi damu yake sio najisi. Sasa kuna damu ya mnyama baada ya kuchinjwa. Niligusia siku ile nikasema ni vizuri kwa wanafamilia, sababu mwenye nyumba na nini, ni vizuri wanyama ambao unakula ujichinjie wewe mwenyewe. Tu sawa kuku ambao na mashingo tunayakuta yako mule, ni vizuri ukajichinjia wewe mwenyewe. Si kwa maana eti hawachinji kisheria wachinjaji, la, wanachinja kisheria kwamba mnyama yule wanamwelekeza kibla, kila kitu, na sheria zote zinafuata kwenye kumchinja. Lakini kuna kitu kimoja hakichungwi machinjioni kule, ambao wote tumeangalia mazingira yale. Mimi nijaribu kufuatilia, nimeona mara nyingi hakichungwi. Nasema muda wenyewe uko wapi? Hawaoshi shingo la mnyama baada ya kumchinja. Lakini tunaona majumbani tunapochinja wanyama, tunaita maji, tutalete maji. Wengine wakina mama hawajui hilo. Lete maji, apeleka tu maji, ajui nini. Na kuna wengine wachinjaji hawajui kwa nini maji yanaleta. Anamchukua ule kuku anamuoshaosha tu basi. Hapana, maji yale yanaletwa kwa lengo la kutoharisha shingo la nani? La mnyama, kwa sababu mnyama uliyemchinja kama kuku, damu yake inatoka kuchirizika. Kwa damu ile ni najisi inayotoka, na inapotoka ikagusa eneo lile la shingo kipindi inamchinja, inanajisisha eneo lote la nini? La shingo. Sasa unamkuta umeletewa kuku amechinjwa kwa mtu ambaye hajatunga nini sheria, lakini shingo lote limenatwa na nini? Na damu kipindi anachinja. Isha ganda kabisa na isha kauka. Unaona kata viungo vyako vizuri, unachukua na shingo lile ambalo damu imeganda, unachanganya nyama zako, maji yako unaosha, shingo lina damu, alafu unatia nyama unaosha, au unaoshea shingo ndani ya nini? Jamani, najisi utakuja kuona najisi ikigusana na maji machache, yale maji yanajisika bimujarrad rifa, kwa kugusana tu. Kwa umechukua chombo chako, umetia maji, umetia na nyama zako, ukachukua kuku ule ukamweka, lakini kuna shingo lenye damu,
hata kama imebakia kitu, ikigusa tu yale maji yanajisika. Wa idha tanajjasa alma, maji yale yanaponajisika, yatanajasu jamia luhum, nyama zote zinanajisika kupitia nini? Kupitia yale maji. Shida ishaanza. Ukishamaliza hapo, unaosha nyama zako vizuri, kwa sababu utawarishi tena hapo. Unaosha tu nyama zako vizuri, baada hapo unaenda kupika. Kwa mnakula nyama ambazo ni mutanajis. Aklu najisi, kula najisi, wal mutanajis, na kula kilichonajisika haramu. Ya haramu. Kwa hiyo tanbihi, hakikisheni kama amechinjwa kuku kuna ile sehemu ya shingo na ukaona tayari hakuoshwa, wewe bora ukate utupe. Lakini shekhe, nikitupa sinatupa nyama. Sasa bora utupe hii nyama ndogo kuliko kula najisi ya nyama zote kwenye sehemu ile ya shingo ambayo nini? Vichwa vya kuku vinauzwa. Vichwa vya kuku. Sasa vile vichwa vya kuku, ni kweli wachinjaji walitunga sheria ya kuviosha, kuvitoharisha ile eneo? Mara nyingi hamna kabisa. Kwa tunakula tu hizi kuku, nipe hizi kuku nani, tunakula tu wakati mwingine, lakini masuala ya kitahara wakati mwingine hayachungwi masuala ya kitahara. Kwa hii ni sehemu yetu, lakini kwa sababu hii inaenda mbali na watasikiliza zaidi, ushauri wangu kwa wachinjaji waliopewa dhamana hii, pamoja ya kuwa wanachunga zile sheria za kumwelekeza mnyama kibla na kumchinja, lakini pia waelewe kuna swala zima la kumtaharisha mnyama yule ili asiweze kuondoka na damu kwa kuepuka. Wajitahidi. Lakini sasa, je, ni wajibu kuhakikisha ile? Inawezekana kawachinja na wakati najisi. Lakini wale wanaonunua wanyama wale, mfano kama mimi ni mtengeneza chips ambao natengenezea watu kwa ajili ya ulaji, kuku yuko katika hali hii, ana damu katika shingo, basi nijitahidi kwamba ima nitoharishe kabla ya kuchanganya shingo na kichwa na nyama zingine, nifanye kazi ya kutoharisha. Nafanyaje? Maana nachukua shingo la kuku moja moja, namwambia mtu ananimiminia natoharisha shingo lile, kisha baada ya kutoharisha ndio nachanganya na nyama zingine. Natoharisha shingo na kichwa, kisha nachanganya na nyama zingine. Hapo nyama zote zitakuwa ni tahir, na sitowalisha watu najisi au kuwalisha kitu kilichonajisika. Kwa wale ambao wanafanya kazi hizi za kuamiliana na nyama hizi ambazo katika maeneo ya shingo na nini, ikitokea wachinjaji hawakuchunga masuala haya, basi mtengenezaji ajitahidi achunge, ili aepukane na kuwalisha watu najisi. Ukimsababishia mtu akala najisi au mutanajisi, ni dhambi, hairuhusiwi kisheria. Kwa hiyo damu ni najisi. Sasa shaka umeongelea masuala ya nyama. Ipi damu tunayokuta ndani ya nyama baada ya kuwa amechinjwa? Ukiachana na hii ya shingo limeshatolewa, haina shida. Sengine umenunua nyama steak yako safi huku chini kwenye paja, lakini wakati mwingine unakuta inatoka nini? Damu. Ni ipi hukumu ya damu iliyoko ndani ya nyama baada ya kuchinjwa? Nyama baada ya kuchinjwa kisheria, damu inayobaki ndani ya nyama si najisi. Si najisi. Na kama tunaosha tu kwa sababu ya kusafisha, lakini sio najisi. Kwa hiyo inaruhusiwa hata nyama haujaiosha na nini, inaruhusiwa kwa nini? Sema ni uchafu tu, lakini sio kwamba utawalisha watu najisi. Unajisi tu ile damu inayotoka na lile eneo ambalo ilipopitia inaacha imenajisisha. Shekhe, vipi damu ya alaqa, zile mimba za kuflash tu ambao nasema kuflash, kuna mimba za mwezi mmoja, wiki ngapi, zile ambayo tayari ndio mimba inaanza kutunga. Vipi hukumu yake damu ile? Kama inatoka tu damu, mtu anameza madawa na nini, anaifresh mimba ile, inatoka damu. Ile damu hukumu yake ni najisi. Sheria imehukumu nini? Najisi damu ile. Shekhe, ikiwa ni hivyo, vipi damu kwenye yai? Damu kwenye nini? Kwenye yai. Kwa sababu process za uumbaji kama binadamu, na kwenye yai ni hivyo hivyo. Kuna wakati inakuwa ni nini? Ni damu, kabla hajawa kuku kabisa, na inaanza damu. Sheria inasema damu kwenye yai ni tahir. Ile damu ambayo iko kwenye yai, mfano lishalaliwa ikapasuka, ile damu inakuwa ni tahir na hakuna shida yoyote. Inshallah, nadhani katika upande wa damu na muda, inshallah, kwa sababu nusu saa turuhusu maswali kufafanua zaidi, tuishie hapa.
Kwa leo tumejibu maswali, lakini pili tumeelezea najisi hii ya tano ambayo ni damu na ufafanuzi wake huu. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamu alaykum.